Hii ni hadithi ya fumbo na kujitolea. Katika kijiji hiki palikuwa na mti. Kabla hatujaanza hii hadithi ya leo, bonyeza pale chini kitufe cha like, kisha subscribe kwenye channel hii ili usipitwe na hadithi nyingine kali kama hii. Na usisahau kuacha comment, niambie unasikiliza ukiwa wapi. Palikuwa na mti, tofauti na mti mwingine wowote. Mti uliokuwa mnavuja damu mara moja kila mwaka. Na kwa kila tone la damu, mtoto bikira alikufa. Hakuna aliyejua kwa nini. Hakuna aliyethubutu kuhoji. Isipokuwa msichana mmoja jasiri aliyeitwa Adana. Alichokigundua kingetetemesha kijiji kizima, na alichokifanya baadaye kingebadilisha hatima yao milele. Usiruke hata sekunde. Hii ni hadithi ambayo hutaweza kuisahau. Hapo zamani za kale, katika kijiji kiitwacho Amoji, kulisimama mti wa ajabu, tofauti na mwingine wowote. Mti huu ulivuja damu mara moja kila mwaka, na kila ulipofanya hivyo, bikira alikufa katika nchi hiyo. Mwaka baada ya mwaka, watu wa Amoji waliishi kwa hofu. Hakuna aliyejua ni familia hipi ingekuwa mwathirika ajaye. Kuvuja damu kwa mti huo kukawa tamaduni ya kutisha, kitu ambacho wanakijiji kwa huzuni walikizoea. Iliendelea kwa miaka mingi, ikitawala maisha yao kama kivuli cheusi. Katika kijiji hicho aliishi msichana mdogo aliyeitwa Adana. Alikuwa amempoteza baba yake miaka michache iliyopita, na sasa aliishi na mama yake na kaka yake Emeka. Adana mara nyingi alikaa kimya, akili yake ikiwa imevurugika. Alijiuliza, mti huo ulitokeaje? Kwa nini unavuja damu mara moja kwa mwaka? Na kwa nini lazima msichana au mvulana bikira afe kila unapotokwa na damu? Siku moja, akiwa hawezi tena kuweka mawazo yake moyoni, alimgeukia mama yake. Mama, nataka kukuuliza kitu. Endelea binti yangu, niulize chochote. Ni nini? Mama yake alijibu, akimtazama kwa macho ya upole. Mama, kwa nini mti ule mbaya unavuja damu mara moja kila mwaka? Na kwa nini bikira lazima afe kila unapotokwa na damu? Mama yake alipumua kwa nguvu na kutikisa kichwa polepole. Sijui binti yangu. Mti huo umekuwa ukivuja damu hata kabla mimi kuolewa na baba yako. Hakuna anayejua hasa jinsi ulivyotokea. Lakini mama, ninaogopa. Ninaweza kuwa mwathirika ajaye siku moja, alisema Adana, sauti yake ikitetemeka. Miungu na ipishie mbali. Huwezi kamwe kuwa mwathirika wa mti huo mbaya, si binti yangu? Mama yake alijibu kwa udhabiti. Lakini mama, Adana aliendelea, wako wapi miungu? Kwa nini hawawezi kuzuia mti huo usivuje damu? Kwa nini hawawezi kutulinda na kuwazuia wazao wao wasio na hatia wasife? Mama yake alishituka na kuangalia huku na kule kwa hofu. Mungu wangu, huyu msichana, unaongea sana. Tafadhali, sitaki shida yoyote. Acha kuongelea miungu hivyo, alionya, akinong'ona kana kwamba anaogopa mtu au kitu kinaweza kuwasikia. Usiku huo, Adana hakuweza kulala. Wakati kaka yake Emeka alikuwa amelala fofonde kando yake, yeye aliketi pembeni mwa kitanda akitazama kwa kuchanganyiko. Moyo wake ulikuwa mzito, akili yake haikutulia. Mti huo ulitokeaje? Kwa nini unawaua wasio na hatia? Kwa nini hakuna mtu aliyefanya chochote kuhusu hilo? Kesho yake asubuhi, akiwa na mtunjo wa ubongo kichwani, Adana aliondoka nyumbani kwenda kuteka maji mtoni. Njia ya msituni ilikuwa kimya, ikiwa imejazwa tu na milio ya bunde na sauti ya majani yaliyokuwa yakitanyagwa. Njiani, alikutana na mwanamke mmoja wa wanakijiji, akitembea pole na kikapa kake mkononi. Shikamoo mama, Adana alisalimu kwa heshima. Marahaba binti yangu, hujambo leo asubuhi? Yule mwanamke alijibu kwa tabasamu la uchangamfu. Sijambo mama, tafadhali nataka kukuuliza kitu, Adana alisema akisita kidogo. Sawa, na kusikiliza, mwanamke huyo alijibu akiwa na shauku. Tafadhali, unaweza kuniambia jinsi mti ule mbaya ulivyotokea katika kijiji hiki? Mwanamke yule alitulia, tabasamu lake likafifia. Alimtazama Adana kwa makini, kisha akatikisa kichwa polepole. Binti yangu, swali hili ni zito sana kwa mtoto mdogo kama wewe. Lakini nitakwambia ukweli. Sijui fumbo lililo nyuma ya mti huo mbaya. Tangu nilipoolewa katika kijiji hiki, mti huo umekuwepo.
Niliukuta hivi, ukivuja damu na kuua. Hakuna anayejua hadithi yake ya kweli. Adana aliinamisha kichwa chake, akikata tamaa. Alimshukuru yule mwanamke na kuendelea na safari yake kuelekea mtoni. Akili yake bado ilikuwa imejaa maswali yasiyo na majibu. Alipokuwa akitembea, mawazo yake yalikuwa na mwangu kuliko hata sauti ya nyayo zake. Kwa nini hakuna mtu anayetaka kuongea? Kwa nini kila mtu anauogopa mti huu? Je, hakuna mtu anayejua ukweli? Fumbo lilikuwa zito, lakini moyoni mwake Adana alihisi hitaji la dharura la kufichua fumbo hilo bila kujali hatari. Adana aliporudi kutoka mtoni, mawazo yake yalikuwa mazito zaidi. Aliketi nje, akitazama mbele bila kuelekeza macho mahali maalum. Kwa kuwa hakuna mtu aliye na jibu la swali langu, lazima niende kwa mfalme. Yeye ndiye mtawala wa nchi hii. Hakika lazima ajue fumbo lililo nyuma ya mti unaovuja damu, alijisemea. Bila kumwambia mtu yoyote, alisimama kwa ujasiri na kuanza kutembea kuelekea ikulu ya mfalme. Alipowasili, walinzi wa ikulu walimtazama kwa mshangao. "Unadhani unaenda wapi, msichana mdogo?" Mlinzi mmoja aliuliza, akijaribu kumzuia. "Huwezi tu kuingia ikulu ukidai kumwona mfalme." Lakini mlinzi mwingine, mzee na mwenye busara zaidi, alimtazama Adana kwa makini na kusema, "Kitu chochote kilichomfanya mtoto huyu aje hapa kwa ujasiri kiasi hiki, lazima kiwe zito. Tumruhusu aongee." Alimuongoza kupitia milango mirefu na kuingia ikulu. Mfalme, mwanamume mtukufu mwenye nywele za givi na macho yenye busara, alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Aliinua macho Adana alipoingia. "Mtukufu mfalme." Adana alisalimu kwa heshima, akipiga magoti kwa kifupi. "Hujambo mtoto wangu?" Mfalme aliuliza kwa fadhili. "Njoo uketi." Adana aliketi kimya, kisha akamtazama. "Mtukufu mfalme, nina swali ambalo limekuwa likinisumbua sana." "Endelea na uulize mtoto wangu," akasema mfalme. "Kwa heshima zote mtukufu mfalme, ni fumbo gani lililo nyuma ya mti mbaya unaovuja damu? Nina shauku tu," alisema kwa sauti ya upole. Tabasamu la mfalme likafifia. Alipumzika kwa nguvu na kuegemea kwenye kiti chake cha enzi. Baada ya kimya kirefu, alianza kuongea. "Mtoto wangu, nitakwambia ukweli ulio nyuma ya mti unaovuja damu." Alivuta pumzi nyingine ndefu. "Miaka mingi iliyopita katika nchi hii, tulikuwa na kuhani mkuu mwenye nguvu sana. Aliogopwa sana. Kila msimu wa mavuno, alidai wanakijiji wamletee zawadi: chakula, mazao, mifugo. Alidai miungu ndiyo iliyomtuma afanye hivyo. Watu wetu, ingawa walisita, walitii. Baada ya kila mavuno, waligawanya walichokuwa wamekusanya na kumpa kuhani mkuu sehemu kubwa. Hili liliendelea kwa miaka. Lakini mwaka mmoja watu walichoka. Walikuwa wamefanya kazi kwa bidii sana mashambani mwao ili tuwampe nusu ya mavuno yao mtu mmoja. Hivyo walikataa kuleta sadaka. Ili kuwaadhibu na kuthibitisha nguvu zake, kuhani mkuu aliachilia nguvu ya giza. Mbingu zilifunga, mvua ilikoma, mazao yainyauka mashambani, njaa ilikumba nchi, hofu ilirejea mioyoni mwa watu wetu. Walimkimbilia tena kuhani mkuu kwa msaada, wakilia na kuomba. Lakini kuhani, aliyejaa udanganyifu, aliwaambia kwamba miungu ilikuwa imekasirika. Alidai kuwa njia pekee ya kuwatuliza miungu ni kutoa sadaka bikira wawili, mvulana na msichana. Watu walimwamini, walikuwa wamekata tamaa na kuogopa, na hivyo kuhani mkuu alichukua watoto wawili wasio na hatia kutoka miongoni mwetu. Wazazi wao walilia na kuomba, lakini alisema ndiyo njia pekee. Watoto walilia kwa uchungu. Wazazi wao walisihi hadi sauti zao zikakauka, lakini kuhani mkuu hakuyumba. Alisema miungu ilidai hivyo. Sauti ya mfalme ilizidi kuwa nzito walipoendelea. Wazazi wa watoto waliochaguliwa walikimbilia ikulu wakiomba huruma. Baba yangu alikuwa mfalme wakati huo, na mimi nilikuwa mvulana mdogo tu niliyeketi kando ya kaka yangu mdogo. Lakini hata baba yangu, mtawala wa nchi, hakuweza kuwaokoa. Yeye pia alimwamini kuhani mkuu. Mfalme alitulia,
kisha akafuta uso wake. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Watoto wasio na hatia walichukuliwa, walitolewa sadaka, vilio vyao vikanyamazishwa milele. Wanakijiji waliwazika pamoja, ubavu kwa ubavu, katika kaburi moja, kama kuhani mkuu walivyoagiza. Na kuashiria dhabihu yao, mti ulipandwa ya kaburi lao. Alitikisa kichwa pole. Kisha likaja jambo baya zaidi. Miezi michache baadaye, mti ule ulipandwa, ulianza kukua, ukiwa na nguvu, mrefu na wa ajabu. Kisha siku moja asubuhi, kuhani mkuu alikutoa amekufa kando ya barabara ya kijiji, mwili wake ukiwa umepindwa isivyo kawaida. Na mwaka uliofuata, mti ulivuja damu kwa mara ya pili. Mwaka huo huo nilimpoteza kaka yangu pekee. Nchi ililia, ikulu iliomboleza. Adana alifunika mdomo wake kwa mshtuko. Kama hiyo haitoshi, mfalme aliendelea. Mti ulivuja damu tena mwaka uliofuata. Bikira mwingine asio na hatia alikufa. Hofu ilitawala kijiji. Watu wetu walianza kutafuta majibu nje ya mipaka yetu. Walisafiri mbali hadi wakampata mwonaji mkuu mwenye nguvu, na kupitia yeye ukweli ulifunuliwa. Roho za watoto waliotolewa sadaka zilikataa kupumzika. Vifo vyao havikuwa vya haki. Roho zao zilikuwa na hasira, zilijaa maumivu na kisasi. Na walikuwa wameulani mti huo kuvuja damu mara moja kila mwaka, ukidai maisha ya bikira kama malipo. Moyo wa Adana ulidunda kwa kasi. Suluhisho ni nini, mtukufu mfalme? Aliuliza. Mfalme aliitikia kwa kichwa kwa huzuni. Alimtazama, sauti yake sasa ikiwa chini. Sehemu mbaya zaidi ya ufunuo huo ilikuwa hii: njia pekee ya kuvunja laana hiyo ni kwamba bikira lazima ajitolee kwa hiari yake, awe wa kike au wa kiume, ili atolewe sadaka. Sio kwa nguvu, lazima iwe kwa hiari. Alitulia. Bikira lazima ajitolee kuchukuliwa na mti. Hiyo ndio njia pekee ya kutuliza roho zenye hasira na kukomesha laana. Alipumua kwa nguvu na kufuta chozi. Baada ya baba yangu kufariki, nilimuoa mke wangu mrembo. Na mke wangu alinizalia watoto 3, wavulana 2 na msichana 1. Lakini hakuna hata mmoja wao aliyevuka umri wa miaka 10. Mmoja baada ya mwingine, mti uliwachukua. Mti unaovuja damu ulinifanya nisiwe na mtoto. Mke wangu marehemu Malkia hakuweza kustahimili hasara hiyo. Alikufa kwa huzuni. Macho sasa yalikuwa yakitiririka kwa uhiru kutoka machoni pa mfalme. Adana alipoona hivyo, yeye pia alianza kulia. Mtukufu mfalme, pole sana kwa msiba wako, alisema huku akilia. Kisha akasimama. Nimefanya uamuzi wangu. Nitajitolea mimi mwenyewe kufa kwa ajili ya watu wangu. Kabla mfalme hajajibu, Adana aligeuka na kukimbia nje ya hekalu. Alikimbia kuelekea nyumbani ambapo mama yake na kaka yake walimkimbilia. Kuna nini? Kwa nini unalia? Waliuliza kwa hofu. Akitweta, Adana alisema, Mama, Emeka, najua fumbo lililo nyuma ya mti unaovuja damu. Yote yalikuwa ni msiba mkubwa. Lakini kuna njia moja tu ya kuzuia mti huo usivuje damu na kuwazuia watu wetu wasife. Walimtazama kwa mshtuko. Fumbo ni nini? Suluhisho ni nini? Mama yake aliuliza. Adana aliwaketisha chini na kueleza kwa makini kila kitu ambacho mfalme alikuwa amemwambia. Walisikiliza bila kuamini, kisha akamaliza na maneno mawisho. Nimejitolea kuokoa watu wetu. Emeka alipiga kelele. Hapana dada, hutakufa. Sitaki kukupoteza. Mama yake alishtuka. Huwezi kufanya kitu kama hicho. Sitakuruhusu kamwe kujitolea. Lakini Adana aliwatazama kwa utulivu na ujasiri. Mnajua kama nitakuwa mwadhimika ajaye wa mti unaovuja damu, au labda Emeka, kaka yangu. Sitaki kufa bure. Kama kifo lazima kije, basi kije kupitia kujitolea ili wengine waishi. Alisimama, akafuta macho yake na kurudi hekalu. Mfalme aliyeguswa na ujasiri wake alituma ujumbe kote nchini. Wazee walikusanyika hekaluni. Wakati ulikuwa umefika. Wanavijiji walipokusanyika, Adana alisimama mbele ya mti ule mbaya. Kabla ya kusogea karibu, alimgeukia mfalme. Mtukufu mfalme, niahidi utamtunza mama yangu na kaka yangu. Niahidi hawatatesa kamwe. Mfalme alisogea mbele, sauti yake ikitetemeka. Naahidi nitawatunza kama wangu mwenyewe. Hawatatesa kamwe, natangaza hili. Mama na kaka yake Adana walilia bila kujizuia.
sauti zao zikikauka kwa maumivu. Wanakijiji walisimama kimya, machozi yakitiririka machoni mwao. Adana alisogea karibu na mti unaovuja damu. Aliweka mikono yake kwa upole juu yake na kunong'ona, enyi roho zisizo na hatia, niko hapa kutuliza roho zenu zenye hasira, na kuwe na amani katika nchi yetu. Isiwe na huzuni tena, wala machozi, kusiwe na vifo vya ghafla tena. Nichukueni mimi na mtulie milele. Ghafla, upepo baridi ulivuma hewani, na kwa papo hapo Adana alitoweka. Ardhi ilitulia. Mti uliacha kuvuja damu. Mama yake na kaka yake walianguka chini, wakilia kwa nguvu, na kijiji kizima kililia pamoja nao. Lakini mioyoni mwao walijua Adana alikuwa amewaokoa wote. Kesho yake asubuhi, mfalme alimtuma mmoja wa walinzi wake nyumbani kwa Adana akiwa na ujumbe maalum. Mlinzi alipofika, alimkuta mama yake Adana na kaka yake Emeka wamekaa nje kimya, nyuso zao zikiwa na madoa ya machozi. Huzuni ilikuwa imeifanya nyumba kuwa kimya, tupu na nzito. Mlinzi alisogea mbele taratibu. Mfalme anaomba uwepo wenu ikulu. Bila neno, wote wawili walisimama na kumfuata, mioyo yao bado ikiwa inauma kwa huzuni. Walipoingia kwenye ua wa ikulu, walimuona mfalme ameketi kwenye kiti chake cha enzi, amezungukwa na wazee wa kijiji. Mfalme alisimama walipowasili na kuashiria waje karibu. Karibuni, najua maumivu yanu bado ni mabichi, lakini leo nawaletea habari za faraja na heshima, mfalme alisema kwa uchangamfu. Walinama kwa heshima, macho yao yakiwa chini. Mfalme alitabasamu kwa upole. Nimempa mwanao Emeka ufadhili kamili wa masomo. Atakwenda shule na kusoma hadi ngazi ya chuo kikuu. Kila kitu kitalipiwa. Machozi yalijaa tena machoni mwao, lakini wakati huu ilikuwa ni kwa shukrani. Wote wawili walipiga magoti wakimshukuru mfalme tena na tena. Lakini mfalme alikuwa bado hajamaliza. Simameni, bado kuna zaidi. Kuanzia leo, ikulu hii ni nyumba yenu. Nendeni mkachukue nguo zenu tu. Mtaishi hapa chini ya uangalizi na ulinzi wangu. Mshangao ulijaa ukumbani. Mama yake Adana na Emeka walipigwa na butwaa. Walitazamana bila kuamini. Kisha wakamwangalia mfalme tena na kupiga magoti tena kwa shukrani. Asante mtukufu mfalme. Miungu na ikubariki. Roho ya Adana na ikuangalia, mama yake alisema akitetemeka. Wazee waliitikia kichwa wakikubali, wakitabasamu na kunong'ona kwa ridhaa. Mfalme aliinua mkono wake kuomba kimya. Alisema hivi, hayo siyo yote. Kila mtu alikoma. Mfalme aliwageukia na sauti yake ikawa thabiti na ya kiofalme. Mwanao Emeka sasa ndiye mrithi wa kiti changu cha enzi. Wakati wowote nitakapojiunga na mababu zangu, atatawazwa kuwa mfalme. Huu ni uamuzi wangu, nimesema, na ndivyo itakavyokuwa. Kulikuwa na ukimya wa mshtuko ikulu. Mama yake Emeka alifunika mdomo wake kwa mshtuko. Macho ya Emeka yalimtoka, akishindwa kuongea. Kisha taratibu, wote wawili waliangukia magoti tena, wakilia na kumshukuru mfalme bila kikomo. Sijui jinsi ya kukushukuru mtukufu mfalme, alinong'ona. Wazee walisimama kwa miguu yao wakipiga makofi taratibu kwa heshima ya wema mkuu wa mfalme na dhabihu isiyosahaulika ya Adana. Binti yako alitoa maisha yake kuokoa nchi hii. Hatuwezi kamwe kumsahau, mzee mmoja alisema. Kupitia dhabihu yake kumekucha upya. Na hivyo amani ilirejea Amoji. Mti unaovuja damu haukuvuja damu tena. Hakuna bikira tena aliyekufa. Laana ilivunjika. Nchi ilikuwa huru na jina la Adana liliandikwa mioyoni mwa wote
akikumbukwa milele kama msichana aliyetoa kila kitu ili kuwaokoa watu wake. Baada ya kuondoka ikulu siku hiyo, mama yake Adana na Eneka walirudi nyumbani kwao kuchukua vitu vyao. Wakiwa na nguo zao tu na kumbukumbu, walirudi ikulu. Tangu siku hiyo, ikulu ikawa makazi yao mapya. Walihudumiwa na wahudumu wa ikulu, walindwa na walinzi, na kutendewa kwa heshima inayostahili familia ya msichana aliyekuwa ameokoa nchi. Ingawa bado walimuombolezea sana Adana, waliishi kwa amani na shukrani. Miaka ilipita. Emeka alikuwa sasa chuoni akisoma chini ya ufadhili kamili ambao mfalme alikuwa ametoa. Alifanya kazi kwa bidii, kumbuka kila wakati dhabihu ya dada yake na wema wa mfalme. Lakini alasiri moja, wakati wa utulivu chuoni, simu yake iliita. Ilikuwa ni mama yake. Sauti yake ilikuwa ikitetemeka. "Emeka, mfalme amefariki," alisema akilia kwa uchungu. Emeka aliganda. Hapana, haiwezekani," alinong'ona. Machozi yaliporomoka usoni mwake huku huzuni ikimtawala. Alilia bila kujizuia, akimwombolezea mtu aliyekuwa kama baba kwake. Wiki chache baadaye, Emeka alirudi kijijini kwa mazishi ya mfalme. Nchi nzima iliomboleza. Mazishi yalikuwa makubwa na ya huzuni, yakimheshimu mtawala mkuu aliyekuwa amerejesha amani ya Moji. Baada ya mazishi, wazee walimuita Emeka kwenye mkutano wa faragha. "Wewe ndiye mrithi wa kiti cha enzi," mzee mmoja alisema. Lakini marehemu mfalme alitupa maagizo ya wazi kabla hajafa. Alisema, "Lazima tukuruhusu umalize elimu yako kabla hatukutawaza kuwa mfalme." Emeka aliitikia kwa heshima huku machozi yakimtoka. "Naelewa, nitaheshimu matakwa yake," alijibu. Kwa baraka za wazee, Emeka alirudi shuleni akiwa na azama kubwa zaidi kuliko hapo awali. Aliweka moyo wake wote kwenye masomo yake, akijua mustakabali wa ufalme ulikuwa unamsubiri. Miaka michache baadaye, Emeka alihitimu kutoka chuo kikuu kiheshima. Alipiga picha nzuri na mama yake, wote wakitabasamu kwa kiburi, macho yake ya kuhitimu yakimetameta kwenye jua, ishara ya ushindi baada ya miaka ya huzuni. Kisha, muda si mrefu baadaye, siku iliyosubiriwa kwa muda mrefu ilifika. Emeka alitawazwa kuwa mfalme wa Amoji. Yule mvulana aliyewahi kumlilia dada yake sasa alikuwa tumaini la nchi. Alipoketi kwenye kiti cha enzi kwa mara ya kwanza, moyo wake ulimkumbuka Adana. Alipaza sauti yake na kusema, "Kiti hiki cha enzi sio changu peke yangu, ni cha dada yangu Adana, mwokozi wa kweli wa Amoji. Jina lake halitasahaulika kamwe." Na umati ulilipuka kwa furaha na machozi. Muda si mfupi baada ya kutawazwa kwake, Mfalme Emeka alianza utawala wake kwa busara, unyenyekevu na huruma. Watu wa Amoji walifurahi chini ya uongozi wake. Asubuhi moja njema, aliwakusanya mafundi na wasanii. Na hivyo, chini ya amri yake, sanamu ya Adana ilitengenezwa. Picha nzuri iliyo hai ya Adana akiwa amesimama mrefu na mikono yake juu ya mti ule uliokuwa unavuja damu kama vile alivyosimama siku aliyotoweka. Siku ambayo sanamu hiyo ilizinduliwa, kijiji kizima kilijitokeza kusherehekea na kukumbuka. Mama yake Adana alisimama kando ya mfalme akilia kimya kimya, moyo wake ukiwa umejaa kiburi na maumivu. Na tangu siku hiyo na kuendelea, kijiji kilifanya tamasha la kila mwaka liitwalo Siku ya Amani, kumkumbuka dhabihu ya Adana na kusherehekea mwisho wa laana. Na yule msichana aliyewahi tembea peke yake kutafuta ukweli, akawa mlinzi wa milele wa Amoji. Na huo ndio mwisho wa hadithi yetu ya kusisimua kuhusu Adana, shujaa wa kweli wa Amoji. Je, umevutiwa na hadithi hii? Ikiwa ndivyo, tafadhali
Onyesha upendo wako kwa kubonyeza kitufe cha like hapo chini. Usisahau pia kusubscribe kwenye channel yetu ili uwe wa kwanza kupata hadithi nyingine nyingi za kusisimua kama hii pindi tu zinapotoka. Na tungependa sana kusikia kutoka kwako. Tuachie comment hapo chini utuambie, je, umejifunza nini kutokana na ujasiri wa Adana? Na muhimu zaidi, tunatufuatilia ukiwa wapi? Tuambie mji au nchi yako ili tujue hadithi zetu zinafika mbali kiasi gani. Asante kwa kuwa nasi.